Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu katika simulizi ya Rehema, hadithi ya msichana jasiri kutoka familia maskini katika kijiji cha Michungwani. Ndoto zake ni kubwa kuliko maisha yake ya kila siku. Hii ni hadithi ya ndoto na upendo, changamoto na mshikamano wa kweli. Utakuwa nami Gray Simulizi. Msikilizaji, ni kuombe usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Baba yangu na mama yangu, najua kila siku ni changamoto, lakini pia ni fursa kwetu. Najua familia yetu haiwezi kunisaidia kifedha, lakini moyo wangu una ndoto kubwa na nitaishinda tu. Binti yangu, ndoto zako ni kubwa sana, na unajua hali ya uchumi wetu wa kila siku. Je, unaweza kuendeleza ndoto zako bila msaada wa kifedha? Mama, ndoto si kitu kinachouzwa au kununuliwa. Ndoto ni bidii zako. Hivyo nitahakikisha napigania kila hatua nitakayopiga kwenye maisha yangu. Ni kweli mwanangu Rehema, mimi na mama yako tunajua una bidii. Hata kama hatuwezi kukusaidia kifedha, wewe mwamini Mungu, yeye atakusaidia kufanikisha ndoto zako mwanangu. Mara nyingi naenda shuleni nikiwa sijala au bila madaftari ya kutosha. Wanafunzi wengine darasani wana vitabu vipya na kalamu nzuri. Mimi sina kalamu nzuri wala madaftari ya kutosha, lakini bado naandika, na ni lazima niende shule, maana ndiyo njia pekee ya kutoroka umasikini. Najua hakuna mtu atakayenitoa hapa isipokuwa mimi mwenyewe, maana wahenga wanasema elimu ndiyo siri ya kupasua mwamba wa umasikini. Kiukweli hatukuwa na fedha na hali ya uchumi haikuwa nzuri. Mlo mmoja kwa siku, nadhani unaelewa msikilizaji wangu nikikwambia mlo mmoja. Kuna familia ambazo zinapitia mlo mmoja kwa siku nzima, unakula kama ni asubuhi au kama ni mchana. Sasa na sisi kwenye familia yetu ilikuwa ndivyo kama ilivyo. Ukila milo miwili unashukuru Mungu kwamba leo riziki imeongezeka, na kuna wakati mwingine hatuli kabisa. Baba yangu alikuwa akitembeza nguo za mitumba, hivyo kuna wakati hulazimika kutembea umbali mrefu ili apate riziki ya kuja kutunza familia yake. Licha ya kuwa masikini, ila mimi sikuwahi kukata tamaa. Hivyo nilikuwa nikitafuta maarifa kwa watu wengine wenye ujuzi hata kidogo. Pia nilikuwa nikigawanya muda wa kazi na wa kusoma ili niweze kupata fedha ya kuja kujiendeleza, japo si rahisi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Kuna wakati nikiwa nimemaliza zangu kazi, huwa napenda kukaa nyuma ya nyumba yetu, na huko pia kuna wakati njia ya kwenda kisimani watu huwa wanapita hapo. Huwa napenda kukaa hapo na tafakari juu ya masomo yangu, nitawezaje kutimiza ndoto zangu. Na ndipo anapita James, alikuwa anaelekea zake kisimani, akanikuta nimekaa. Hello, habari, mbona umejiinamia? Niliinua kichwa kisha nikamjibu, kumbe James, karibu. Unaonekana hauko sawa, shida nini? Nani? Mimi?
Mi mbona niko sawa tu. Rehema, mimi nakufahamu vizuri sana, hivyo najua ukiwa na mawazo unakuwaje na ukiwa sawa unakuwaje. Sasa naomba usinidanganye. James bwana, sawa, ni kweli nina mawazo, lakini si mabaya. Ni kuhusu ndoto yangu na ni lazima itimie. Hii ndoto yako inaonekana kubwa sana, lakini usikate tamaa. Ipo siku Mungu atakusaidia, kwani mbuyu ulianza kama mchicha. James, ndoto zangu hazina kikomo. Kila hatua ni changamoto, lakini lazima nipige hatua. Usijali rafiki yangu, mimi nitakuwa na wewe kukusaidia kila hatua, na safari hii ni yetu pamoja. Hivyo usiwe na wasiwasi rafiki yangu. Sehemu ambayo ninaijua nitakuelekeza, na sehemu ambayo siijui tutatafuta ujuzi kwa pamoja. Nashukuru rafiki yangu kwa kuwa na mimi kila nyakati. Hakika umekuwa msaada kwangu na sijui hata nikulipe nini, maana asante peke yake naona kama haitoshi. Mungu akubariki sana rafiki yangu. Kesho ni siku yangu muhimu. Nitawasilisha mradi wangu wa kwanza kwa mwalimu wa somo, ila naogopa, lakini najiona ni mtu mwenye furaha. Umefanya vizuri sana, lakini kumbuka, hatari ya mashindano yapo kila kona. Lazima uwe makini na Mungu akusaidie. Nimejifunza kutokana na kila changamoto. Hii safari ni yangu na nitashinda tu. Kabisa rafiki yangu. Sasa ni wakati wako wa kuonyesha nguvu yako. Naamini kila hatua ni jaribio. Kila ushindi mdogo ni silaha yangu ya ndoto kubwa. Safari hii ni ya ndoto na mshikamano wa kweli. Wakati tukiwa tunaendelea kupiga stori, mama naye alikuwa anaenda uwani, hivyo akanikuta nimekaa na James. James yeye hakuwa mgeni kwetu, hivyo mama hakuwa na sababu ya kunipokea kwa nini ninakaa na watu. Oh, mwanangu James, kumbe upo? Karibu. Asante mama. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Haujambo? Si jambo. Nipo na dada Rehema tunapiga stori. Mama, mimi niko nachukua ujuzi kwa kaka James. Tulicheka wote kwa pamoja tukifurahia maongezi yetu ya mama na watoto wake. Binti yangu, sasa naona unavyopigania maisha yako. Hata familia maskini inaweza kuota na kufanikisha ndoto. Usikate tamaa, utafanikiwa tu mwanangu. Mama, mimi naamini nitashinda. Ndoto yangu ni kubwa kuliko hofu yoyote. Safari hii ni yangu na sitaacha. Rehema ni mfano wa jasiri, msichana wa ndoto kubwa anayeonyesha kuwa bila kujali hali ya kifedha au familia, ndoto zinaweza kufanikishwa kwa bidii, mshikamano na ujasiri. Hii ni safari ya ndoto, upendo na mshikamano wa kweli, safari isiyo na kikomo. Basi siku zilienda na hatimaye nikamaliza elimu ya juu. Nikaanza kufanya maombi ya kazi kwenye makampuni mengi na nilifanikiwa kupata kampuni mojawapo, lakini kampuni hiyo ilikuwa ndogo, hivyo hata mshahara wenyewe sio mkubwa.
lakini iliniwezesha kujikimu na kuisaidia familia. Na kwa wakati wote huo nilikuwa pamoja na James, na tulikuwa wote kwenye hiyo kampuni. Hivyo alikuwa bega kwa bega tukisaidiana. Rehema, mradi huu unahitaji update mara moja. Tunataka features za kipekee. Nimejaribu kila kitu na nitahakikisha features zote ziko tayari kabla ya deadline. Changamoto hizi zinafanya mradi kuwa mzuri. Hata pale ninapokuwa na uchovu, moyo wangu hauwezi kuacha. Kiukweli nilikuwa nikifanya kazi mpaka mwili wangu unachoka sana na kupelekea maumivu, ila mimi sikuwa najali hilo. Mzazi ni mzazi tu. Alikuwa akiniambia mara kwa mara nipumzike, lakini mimi nilikuwa naona nikipumzika napoteza muda, hivyo sikuruhusu hilo. Binti yangu, unafanya kazi nyingi, lazima uwe unapumzika. Mama, usijali, ndoto hii ni ya maisha yangu, nitapigania hadi mwisho. Najua unasikia uchovu, lakini nitakuwa hapa kila hatua. Safari hii ni yetu. Yalikuwa ni maneno ya James yakiendelea kunipa moyo, maana James amekuwa msaada kwangu. Hivyo kila hatua huwa ananifariji na kunisaidia kutatua mawazo, changamoto tunazopitia. Kuna marafiki wanajua kukatisha watu tamaa. Jamani, muoneni msomi wa kijiji. Wa kusoma utakuwa wewe. Kwanza hapa kijijini sijaona mtoto wa kike akasoma na akafaulu. Nilijisikia vibaya sana kuhusu yale maneno. Ni kweli hapa kijijini kwetu hakukuwa na mtoto wa kike aliyesoma na kufaulu. Namshukuru sana James kuwa karibu na mimi. Yeye ndiye alikuwa akinitia moyo hata pale nilipotaka kukata tamaa. Unajua, kwa mara ya kwanza niliona unavyopigania kila ndoto yako. Niliwaza huyu ni jasiri kweli. James, usiseme hivyo, lakini nashukuru. Ndoto zangu ni kubwa, na mara nyingine huzuni hujitokeza kwa maneno ya watu hapa kijijini. Naelewa, lakini usiogope kushirikiana. Hata pale unaposhindwa, mimi niko na wewe. Mapenzi yetu ni nguvu yangu ya pili. Pamoja na ndoto, tunashirikiana kila wakati. Ndiyo, na nitakuwa hapa kila hatua. Hii safari ni yetu. Kila mapambano ni ushindi tu. Hata pale ninaposhindwa, huwa nainuka tena. Kila wakati ninapiga hatua moja mbele. Hii ni safari yangu na siwezi kuacha. Rehema, usikate tamaa. Hii ni safari ya kweli, ushindi unaokuja kwa bidii na mshikamano. Hii ni ndoto yangu na hakuna kitu kitakachonizuia. James, tumepata mteja wa kwanza kwa mradi wangu. Hii ni hatua kubwa, na hii ni uwezo wetu. Rehema, kila ndoto yako inaanza na hatua moja thabiti. Sasa tunaona nguvu yako ya kweli.
Kiukweli mafanikio huja kwa kupambana, kufanya kazi kwa bidii. Kulingana na bidii yangu pale kazini, siku moja niliitwa na uongozi wa kampuni kwenye kikao cha wafanyakazi wote kwa ajili ya taarifa na pongezi. Rehema, mradi wako ni exception. Tumepata result nzuri kuliko tulivyotarajia. Hongera sana. Nashukuru kwa kila changamoto, kwa kila kushindwa kwangu, kila aina ya kanuni zangu. Sasa ndoto zangu zinaishi. Rehema anaonyesha kuwa bila kujali hali ya kifedha, ndoto zinaweza kufanikishwa kwa bidii, mshikamano na ujasiri. Hii ni safari ya ndoto, upendo na mshikamano wa kweli, safari isiyo na kikomo. Baada ya changamoto zisizoisha, vishindo vya kila siku na vizuizi vingi, Rehema amefanikisha ndoto yake. Mradi wake wa teknolojia sasa unafanya mabadiliko makubwa na mapenzi yake na James yametimia. Hii ni historia ya mshikamano, upendo na ndoto zisizokuwa na kikomo. Rehema, sasa kila kitu ni kweli. Safari yako, ndoto zako na mapenzi yetu yameunganishwa. Huu ni ushindi wetu wote pamoja. Nitashinda hata katika hofu zangu, changamoto zangu. Kila hatua ilileta mafanikio. Safari hii ni ya maisha yangu. Ndoto haziishi na sasa zinaonekana mbele yangu. Binti yangu, sasa naona roho yako, bidii yako na mshikamano wako. Hii ni safari ya ushindi wa ndoto zako kufanikishwa. Rehema mwanangu, unathibitisha kuwa bila kujali hali, ndoto inaweza kufanikishwa. Familia yetu inajivunia wewe kila hatua. Ndoto na upendo wetu umekamilika kwa mshikamano wa kweli. Safari hii ni yetu na sasa tunaanza sura mpya ya maisha. Sasa maisha yangu ni ya furaha, mshikamano na ndoto zisizo na kikomo. Safari yangu imefikia mwisho wa changamoto, lakini mwanzo wa maisha mapya. Msikilizaji wa Gray Simulizi, Rehema anaonyesha kuwa bila kujali hali ya kifedha, familia au changamoto, ndoto zinaweza kufanikishwa kwa bidii, ujasiri na mshikamano wa kweli. Upendo na ndoto vinaweza kuunganisha maisha, kuleta furaha na kufanikisha maisha yenye maana. Hii ni safari ya Rehema, hadithi ya mshikamano, ndoto na mafanikio yasiyo na kikomo. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya Rehema. Ulikuwa nami Gray Simulizi kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa. Ni kuombe usichoke kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi nyingine. Karibu sana.